Habari na karibu katika channel yetu ya afya, na leo tunakuzungumzia kuhusiana na ugonjwa ambao ni hatari zaidi duniani na ugonjwa ambao umekuwa ukisababisha vifo vingi duniani, nao si mwingine ugonjwa wa saratani. Ugonjwa wa saratani umekuwa ukiripotiwa kuwa ni ugonjwa ambao unasababisha vifo vingi na kuenea zaidi kwa watu wengi, na pengine pasipo kujua kwamba elimu ndio kinga zaidi kujua ugonjwa huu wa saratani. Sasa leo katika video hii hapa hivi tutaweza kuongelea kuhusiana na tatizo hili la saratani na kuweza kutoa mlango kuweza kufungua kwa ajili ya kuweza kuelezea aina mbalimbali za saratani ambazo zinatokea na zimekuwa ni tishio na kusababisha watu wengi kupoteza maisha. Cha kufanya uweze kuungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa hivi kuweza kuelezea kwa kina kuhusiana na saratani. Tuanze kuelezea nini maana ya saratani. Saratani kitu gani? Saratani ni hali ambapo seli zinaongezeka pasipo na mpangilio maalum. Yaani kumbuka, seli zinazalishwa na zinatakiwa kuwa katika kiwango fulani. Sasa katika hali ya saratani inatokea pale ambapo seli hizi zinakuwa zinazalishwa nyingi na zinakuwa sio za kawaida na zinakuwa na kiwango kikubwa, ambapo seli hizi zikiwa nyingi zinasababisha uvimbe sehemu husika ambapo saratani hii imetokea. Pengine seli hizi huweza kusambaa kwa kutumia damu au mfumo wa limfu katika maeneo mbalimbali ya mwili na kusababisha uharibifu wa tishu, lakini pia kuweza kuharibu zaidi kazi mbalimbali za mwili. Hii ndio maana ya saratani, na jina la saratani husika linatokana na eneo ambalo saratani imetokea. Kwa mfano, saratani ikitokea katika eneo la matiti tunasema ni saratani ya matiti, au saratani ikitokea katika eneo la ngozi tunasema kwamba hii ni saratani ya ngozi. Pengine pia saratani inaweza kuitwa jina kutokana na aina za seli zilizoathirika na hali hii ya seli kuweza kuzaliana kwa kasi na kuongezeka idadi pasipo na mpangilio maalum. Sasa unaweza kujiuliza kwamba ni vitu gani ambavyo vinachangia kutokea kwa saratani. Zipo sababu nyingi ambazo zinapelekea saratani, na katika utoaji wa elimu au kujikinga dhidi ya saratani tunatakiwa watu wengi waweze kujua visababishi vya saratani ili iwe rahisi kujikinga, kwa sababu unaweza kukinga dhidi ya visababishi inakuwa ni rahisi kwa ajili ya kukabiliana na ile tatizo. Sasa sababu zipo nyingi ambazo zinapelekea aina mbalimbali za saratani, na nimeweza kuja na sababu kuu ambazo zinaweza kuonekana kwenye aina nyingi za saratani. Kwanza, sababu kubwa kabisa ni sababu ya uvutaji wa sigara. Sababu namba moja ambayo inapelekea saratani. Lakini pia sababu ya pili ni unywaji wa pombe. Lakini pia sababu ya tatu ni ulaji mbaya au ulaji usiokuwa na mpangilio maalum au kutofuata kanuni za afya. Mfano, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi unapelekea saratani. Lakini pia sababu nyingine ni kutofanya mazoezi kusababisha saratani. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea saratani ni maambukizi ya virusi, kwa mfano HPV inaweza kupelekea kutokea kwa saratani. Lakini kuna baadhi ya saratani ambazo hutokea kutokana na kurithi kutoka kwenye familia. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea saratani. Hizi zipo sababu nyingine nyingi ambazo zinapelekea na saratani, na tukishaanza kuanza kuelezea aina fulani ya saratani, hapo ndio kujua kwamba saratani fulani ina sababu zifuatazo. Lakini kwa ujumla nimeweza kutoa sababu hizi 6 ambazo zinapelekea saratani kuweza kutokea. Na ni dalili gani zitakufanya uweze kugundua kwamba mtu huyu ana saratani au ipo katika hatua za awali za saratani? Kuweza kugundua ni kuna dalili nyingi kutokana na aina fulani ya saratani. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza kuonekana katika aina mbalimbali za saratani kwa ujumla. Na dalili namba moja ni uvimbe usioisha. Kwa mfano, unaweza kuwa ni mwanamke akawa na uvimbe kwenye titi. Ule uvimbe ukadumu kwa muda, mfano kama ni mwezi ukapita, mwezi wa pili ukapita, mwezi wa tatu ukapita. Maana yake anahisi uvimbe ambao hauishi. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo ya saratani. Cha kufanya kuchukua uchunguzi mapema kwanza kugundua kitu gani ambacho kinasababisha ule uvimbe. Lakini pia dalili ya pili, ukiachana na habari za uvimbe, ni kupungua uzito bila sababu. Miongoni mwa dalili ambazo zinaonekana kwenye magonjwa mengi ya saratani au aina mbalimbali za saratani ni kupungua uzito. Kwa hiyo unapoenda kufanya kipimo cha uzito ukakuta kwamba kuna kama mabadiliko makubwa sana ya uzito, yani unakuta mwezi huu umepima uzito unapungua, na ukipima mwezi tofauti au mwezi unaokuja ukakuta kwamba kilo zako zinapungua na upungaji wako unakuwa sawa kawaida. Hiyo inaweza kuwa ni dalili ya saratani. Lakini pia dalili nyingine ni maumivu yasiyoisha sehemu husika ambapo unahisi kuna uvimbe umetokea. Kwa mfano, unaweza ukawa na uvimbe kwenye titi. Ule uvimbe ukaanza na maumivu kidogo, baadaye ile maumivu yakaanza kuongezeka. Kwa hiyo yale maumivu ambao hayawezi kuisha kwa muda fulani inaweza kuwa ni sababu ambayo inapelekea saratani. Inaweza kuwa ni dalili ya saratani. Cha kufanya kuchukua uchunguzi mapema. Lakini pia dalili nyingine ambayo inaweza kuashiria kwamba mtu huyu ana saratani ni uchovu usioweza elezeka, ni uchovu ambao hauelezeki. Yaani unakuwa na uchovu ambao sio kawaida. Cha kufanya ni kuchukua uchunguzi au kuanza kuchunguza kwamba tatizo ni nini.
na hii ni dalili ambayo inaweza kuonekana katika aina mbalimbali za saratani. Lakini pia dalili nyingine ni mabadiliko sehemu husika ambapo saratani imetokea. Kwa mfano kama ni saratani ya ngozi, utaweza kuona mabadiliko kwenye ngozi, au kama ni saratani ya matiti, utaweza kuona mabadiliko katika matiti. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo ni kwa ujumla unaweza kuziona katika aina mbalimbali za saratani. Na zifuatazo ni saratani 7 ambazo zinaongoza kwa vifo vingi sana duniani. Saratani hizi zinapuuzwa sana na watu wengi, na visababishi vyake ni vitu ambavyo tunaishi navyo na ni katika maisha ya kawaida, tuna mitindo ya maisha. Kwa hiyo inabidi tuvijue visababishi na kuanza kuvikwepa ili tuweze kukabiliana na saratani hizi. Saratani namba 1 ambayo inaongoza sana kwa vifo vingi duniani ni saratani ya mapafu, au tunaita kwamba lung cancer. Hii ni saratani ambayo inaongoza kwa vifo vingi duniani. Takriban watu milioni 1.8 wanapoteza maisha kutokana na saratani hii ya maisha. Kwa hiyo inabidi tuvijue visababishi na kuanza kuvikwepa ili tuweze kukabiliana na saratani hizi. Lakini pia saratani ya pili ukiachana na saratani ya mapafu ni saratani ya koloni na rectum, au inaitwa colorectal cancer. Saratani hii pia ina idadi kubwa ya watu wanapoteza maisha kutokana na saratani hii, na takriban watu milioni 1 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na saratani hii, na hii kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani. Na katika saratani hii ni mitindo ya maisha, ni visababishi vikubwa ni mitindo ya maisha. Kwa mfano unajua vyakula vyenye mafuta mengi yanapelekea sana kutoka kwa saratani hii, na katika video zinazokuja nitakuelezea saratani moja moja. Saratani ya 3 ambayo inaongoza kwa vifo vingi ni saratani ya ini. Saratani ya ini au unaita liver cancer. Saratani hii imekuwa ikiongezeka sana kwa kasi kulingana na maambukizi ya virusi, hasa ni hepatitis B na C, na takriban watu 800,000 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na saratani hii ya ini. Kwa ni saratani namba 3. Saratani namba 4 ni saratani ya tumbo, au wanaita ni stomach au gastric cancer. Ni saratani pia inaongoza kwa vifo vingi, takriban watu 760,000 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na aina hii ya saratani. Kwa hiyo saratani ya 4. Saratani ya 5 ambayo inaongoza kwa vifo vingi ni saratani ya matiti. Saratani ya matiti au inaitwa breast cancer ni saratani ambayo takriban watu 670,000 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na aina hii ya saratani. Sasa watu wengi wanaweza kujua, au watu wengi wanajua kwamba saratani hii inatokea sana kwa wanawake. Hapana. Ni saratani ambayo pia inaweza kuathiri wanaume kwa asilimia chache, lakini pia ni saratani ambayo inatokea sana kwa wanawake. Takriban watu 670,000 wanapoteza maisha kutokana na saratani hii. Saratani ya 6 ni saratani ya kongosho, au inaitwa prostate cancer. Takriban watu 500,000 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na aina hii ya saratani. Na cha ajabu katika saratani hii, miongoni mwa dalili yake kubwa sana ya saratani hii ni kupoteza hamu ya kula. Kwa hiyo miongoni mwa dalili za saratani hii. Lakini pia saratani ya 7 ambayo inaongoza kwa kiwango kikubwa cha watu kupoteza maisha ni saratani ya koo au esophageal cancer. Saratani hii ina takwimu za watu 450,000 kila mwaka wanapoteza maisha kutokana na saratani hii. Kwa hiyo hizi ni saratani 7 ambazo zina idadi kubwa ya vifo duniani, lakini pia kuna saratani zingine ambazo tutazitaja hapa, lakini saratani 7 kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO. Kwa hiyo ukiangalia saratani hizi asilimia kubwa ni mitindo ya maisha, na katika video zinazokuja nitakuelezea saratani moja moja, nitaelezea kwa kina kuhusiana na saratani husika. Hasa kabisa nitaweza kuelezea namna gani ya kujikinga, kwa sababu watu wengi wanaanza kupata saratani hizi pasipo kujua kwamba visababishi vyake ni vipi, na wanakutoka kule visababishi lakini hawana elimu kwamba kwa nini vile visababishi vinaweza kusababisha kuleta ile kansa. Kwa mfano kansa ya tumbo. Kansa ya tumbo nimesema kwamba ni kansa ambayo pia inaongoza kwa vifo vingi na inasababishwa na kansa hii. Ukiangalia visababishi vyake vikubwa sana ni issue ya maambukizi ya bakteria ambayo ni H pylori, na huyu bakteria akisababisha maambukizi yake, watu wengi wanapata vidonda vya tumbo ambao ni stomach ulcers, ambao isipotibiwa ikaa kwa muda mrefu huwa inapelekea kabisa watu wengi kupata kansa hii au saratani hii ya tumbo au stomach au gastric ulcers. Kwa hiyo usishinde kufuatia video zangu ambazo zinakuja, ambazo tutakuwa naelezea aina moja moja ya kansa, au nasema aina moja moja ya saratani kulingana na jinsi gani saratani hiyo inaua watu wengi na rate yake ni kiasi gani kwenye jamii kuhusiana na issue ya